ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao. Akawaita. Mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa na wadhaifu wa kila namna katika watu. Angalia, alipokutana na hao watu, aliwatoa kwenye shughuli zao, kwenye biashara zao. Haleluya. Wakamfuata. Wanasifiwa. Haleluya. Na wewe deseo, Mungu anataka umpe nafasi ya kwanza kwenye maisha yako. Haleluya. Shughuli za dunia hii zisiwe sababu ya wewe kutokumtumikia Bwana. Haleluya. Kutokufanya mapenzi ya Mungu. Anasema mahitaji yetu yote anayajua. Wanasifiwa. Anajua unahitaji kuvaa, kula na kulala, unahitaji maisha mazuri. Anajua hawa jamaa waliwakuta kwenye biashara zao. Haleluya. Wakaacha biashara zao wakamfuata Yesu. Akamwambia njooni nifuate. Wakaacha wakamfuata Yesu. Haleluya. Kuna wakati ambapo mpendwa, itakulazimu uamue. Haleluya. Umpe Mungu nafasi kwenye maisha. Haleluya. Sio uache biashara zako na kazi zako. Ujue wakati wa Mungu ni gani na wakati wa kazi zako ni gani. Wanasifiwa. Ili ujitoe kwa Mungu uweze kumtumikia. Luke chapter 9. Sina muda wa kutafsiri sana. Kinikia pale nyumbani Mungu atakusaidia. Haleluya. Ningetamani sana uwe na haya maneno ya Mungu yaweze kukusaidia ili usibaki vile ulivyo. Kwa mwaka jana tukasema, mwaka huu tulipokuwa tunamaliza mwaka tukasema hatutaki kubaki vile tulivyokuwa mwaka jana. Tunataka mwaka huu wa tofauti. Nitashangaa sana kama hata mwaka huu utaonekana vile ambavyo ulikuwa mwaka jana. Nitashangaa kama kutakuwa na mabadiliko. Maana neno la Mungu ni amina na ni kweli. Wanasifiwa. Haleluya. Lazima uongezeke. Haleluya. Anasema ongeza mipaka, ongeza kama, panua mipaka yako, panua hema yako, ongeza kama lako. Bwana asifiwe. Luke 9:7 anasema kwamba nao walipokuwa wakienda njiani, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakapokwenda. Yesu akamwambia, moyo wana pango na ndege wa angani wanaviota, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Akamwambia mwingine, nifuate. Akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Akamwambia, waache wafu wazike wafu wao, bali wewe enenda ukatangaze ufalme wa Mungu. Mtu mwingine pia akamwambia, Bwana, nitakufuata, lakini nipe ruhusa kwanza nikawage watu wa nyumbani mwangu. Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kuwa kwenye ufalme wa mbinguni. Nasikia ile unanicheki. Sio maneno ya Yesu. Ni mazito sana haya. Kiwa unaokoka haya ni mazito sana. Unapolala ukitafakari, hata mimi naona ni kama bado sijafika. Bwana asifiwe. Haleluya. Bado sijafika. Sema mtu anaambia watu niache nikazika, naambia habari ya kuzika. Wacha wafu wazike wafu hao. Haleluya. Naambia wacha nikawaje watu wakote, naambia nini? Yesu akamwambia, mtu aliyetia mkono wake umeshaokoka. Haleluya. Uko katika ufalme wa Mungu, unatamani kwenda mbinguni. Tamani kuongezeka. Tamani kuwa na Mungu kila wakati. Tamani kumpendeza Mungu. Mpende Mungu. Mpe nafasi ya kwanza Mungu kwenye maisha yako. Luke 9:23. Bwana asifiwe. Haleluya. 23 inasema kwamba akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajituke msalaba wake kila siku anifuate. Haleluya. Mtakitaka nini? Kunifuata na ajikane mwenyewe,
ajituke msalaba wake kila siku anifuate, kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu yeye ndiye atakayesalimisha. Yaani wakati ambapo unaamua wacha mambo yangu yakani kamtumikie Bwana. Haleluya. Mungu anaonekana kwako, anafanikisha njia zako. Kila unalolifanya linafanikiwa. Au mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Nakumbuka tulipookoka sisi, kwa tukisikia ni injili tu, tunafunga kazi zetu, biashara zetu pamoja na posto. Watumishi tulikuwa nafunga kazi, tunaenda wiki moja au mbili, iwe ni Tanzania, iwe ni Murang'a, iwe ni wapi, ni Ukambani, Mwahili huko. Tukaenda Kangemi, tukaenda Mwahili, tunafunga biashara. Tulikuwa na moto, wanasifiwe. Tumeokoka, tunapenda Mungu. Tumempa nguvu zetu na roho zetu na nia yetu, tulikitoa. Tukamtumikia, tunafunga kazi. Imagine biashara vile ndivyo tamu ya Gikomba. Vile ina pesa. Haleluya. Tunafunga. Haleluya. Tunapenda injili. Haleluya. Tunaenda injili wiki moja, wiki mbili. Lakini tukirudi mpendwa, haleluya, ile biashara tutakayofanya inazidi ile tulioacha kazini. Haleluya. Na watu walifanikiwa. Ukitaka nenda kanisani pale kaale uulize, utaambiwa. Watu wana magari, wana mashamba, huko ndio tulifanikiwa. Hatukubaki vile tulivyokuwa. Bwana sifiwe. Tulikuwa ni wachanga kiroho, tulipojitoa kwa Mungu ndio alitufanikisha. Ndio maana sema atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ataiponya, ataisalimisha. Haleluya. Unapoacha mambo yako unasema wacha niende kwa Yesu nikamtumikie. Haleluya. Yeye anakuja kwako na kufanikisha mambo yako. Bwana asifiwe. Tumpe makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye kuiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayesalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kupata ulimwengu wote kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe? Kwa sababu kila atakayenionea haya nini na maneno yangu, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wake na Baba na malaika wake. Nani ambia kweli? Nami nawaambia kweli. Sikiliza, atakayeniambia haya mimi, hata mimi nitamwonea haya. Umeokoka, lakini mpendwa, kushuhudia kwako ni matatizo. Bwana asifiwe. Hawaambii watu kama Yesu anaokoa. Haleluya. Mahali unapoishi, pale kazini, kwenye biashara, kwa majirani zako, haleluya, mtangaze Yesu. Haleluya. Sema atakayeniambia haya mimi, hata mimi nitamwonea haya kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa kitabu cha Mathayo chapter 10:34. Haleluya. Singetaka niende na maandiko, nafikiri atakusaidia sana mpendwa. Napenda kuona mmebarikiwa, napenda kuona mmefanikiwa, napenda kuona mmefika mbali. Bwana asifiwe. Tamani kuona mnatembea maisha ya ushindi, lakini hatutaweza kama neno hili la Bwana litapata nafasi kwenye maisha yetu. Sikiliza, Mathayo chapter 10:34. Msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Je, sikuja kuleta amani bali upanga? Kwa maana nimekuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mamaye, na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apenda baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili, wala mtu asiyeuchukua msalaba wake akanifuata hanistahili. Mwenye kuiona nafsi yake ataipoteza, na mwenye kupoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Bwana asifiwe. Sikiliza. Haleluya. Hakuja kuleta amani duniani. Alileta upanga kumkosanisha mtu na baba yake na mama yake, na mke wake na mume wake, na watoto wake na mkwe wake. Anamaanisha nini? Kama hawa wote wanaweza kusababisha ushindwe kumtumikia Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, afadhali
wakae mbali na wewe. Haleluya. Kuna mtu ambaye watoto wanaanza kwa sababu ya yeye kutokuona ufalme wa Mungu. Wazazi kwa sababu ya yeye kutokuona ufalme wa Mungu. Ndio maana hata wengine ndio walikwambia wakoko na kwambia, nilizaliwa kwenye dini ya baba yangu na mama yangu, siwezi nikaokoka. Kwetu okoki. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama ni mke, kama ni mume, wanaanza kufanya sio ufalme wa mbinguni. Yesu anasema alikuja kuleta upanga, kuwatenganisha. Tuwapende, tuwaheshimu, lakini wasiwe sababu ya kutufanya sisi tusione ufalme wa Mungu. Wasiwe sababu ya kututoa kwenye mpango wa Mungu. Wasiwe sababu ya kutufanya sisi tusifanye mapenzi ya Mungu. Wasiwe sababu ya sisi kumtumikia Mungu. Haleluya. Na shida kumtumikia Mungu kwa sababu ya watoto. Wakati ulikuwa una watoto, ulimtumikia Bwana. Ulikuwa una ndoa, hauna mume, hauna mke, ulimtumikia Bwana. Barikiwa na mke na mume, umeshinda kumtumikia Bwana. Barikiwa na watoto, acha kumtumikia Bwana. Haleluya. Na ulikuwa unalia sana, nataka kuolewa, nataka watoto. Mungu akafanya, lakini wewe unapatikana tena bila kutumikia Mungu. Kwenye ibada patikani tena. Haleluya. Ni wazazi mkiwa kata maamuzi yako. Nakwambia Bwana, mwanangu, kwetu hakuna kuokoka. Kwetu hatuokokaji. Kumbuka tulikuzaa. Lakini una akili, wewe ni mtu mzima, hata serikali kisha fikisha miaka 18 wanasema ni mtu mzima. Haleluya. Una maamuzi yako. Haleluya. Unaanza kuamua njia iliyo sawa. Haleluya. Wazazi kwa sababu ya wewe kutokuona ufalme wa mbinguni, wazazi wasikuzuie kumtumikia Bwana. Haleluya. Wacha wakae, waheshimu, wapende, lakini ikifika wao ni kumtumikia Bwana, akaeni kando baba. Haleluya. Mume wako kaa kando. Mheshimu, mtii. Hata akikutuma sigara pale dukani hajaokoka, kimbia kalete. Ombee sigara, iombee kwa jina la Yesu. Akivuta tu akohoe. Ikienda hospitalini wamwambie usivute tena sigara, utakufa. Haleluya. Utakuwa unamsaidia. Mtii, mheshimu. Haleluya. Sio naenda kusema pepo shindwa na mume wako. Haleluya. Maneno kushindwa, utashindwa wewe. Utavunja ndoa yako. Haleluya. Mheshimu, twende. Haleluya. Twende Mungu, mtumikie Bwana. Kitu chochote usiruhusu kwenye maisha yako utakacho kutoa kwenye neno lako la kumtumikia Mungu. Tukufanya kama ni kitu tunafanya, usiende ibada, usiende maombi, usimtolee Bwana, usifanye kazi ya Mungu, usiende kushuhudia, hicho kitu kiwache. Haleluya. Sema kuliko kiungo kimoja kikukosesha kingia katika ufalme wa Mungu, afadhali mkikate. Yawezekana ni marafiki, kata. Yawezekana ni ndugu, kata. Sema heri kuingia ufalme wa Mungu ukiwa na mkono mmoja kuliko kuingia motoni ukiwa na mikono yote miwili. Heri kuingia ufalme wa mbinguni ukiwa na sikio moja kuliko kuingia motoni ukiwa na masikio yote. Heri kuingia mbinguni ukiwa na kiwetu kuliko kuingia motoni ukiwa na miguu yote miwili. Bwana asifiwe. Nasema nini? Kuliko kikukoseshe ni marafiki, kata. Wazazi, kata. Mandugu, kata. Biashara zako, kata, ili uweze kuona ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Yesu, makofi mazuri. Inawezekana mtu ambaye anasema ameokoka kama wewe, lakini hajamaanisha, bado amepinda, yuko duniani na yuko kwenye wokovu. Kata. Wanakuzuia kwenda ibada, kwenda maombi, kusoma neno la Bwana, kumtumikia Mungu. Kata, ndio uweze kuona ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Yesu, makofi mazuri. Haleluya. Wangapi wanabarikiwa? Haleluya. Hiyo ni sindano, ukipokea itakuponya. Haleluya. Pia unapoenda hospitalini, ni mgonjwa unapodungwa sindano, haungojee mzazi wako aje atoe suruali ili adungwe badala yako, au mke wako ama watoto wako. Ndio mwenyewe unatoa, unasikia uchungu, alafu unapona. Haleluya. Bwana asifiwe. Hilo neno ukilishika litakuponya, litakusaidia, na utamwona Mungu kwenye maisha yako. Inamisha kichwa chako.